Baba. Tunakuinua Mungu mwenyezi. Angalia Bwana, mioyo yetu ya kuhitaji Baba yetu. Angalia Bwana, usipotusaidia tutaangamia. Angalia Baba, angalia Bwana, Yawe, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana. Haleluya Bwana, tunakupa sifa Yesu, tunakuhimidi Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Tunakupa sifa siku ya leo. Ningependa tu tuinue sauti zetu kwa dakika moja, tumwambie Bwana, pokea sifa. Wewe ni Mungu unayestahili sifa za mioyo yetu Bwana. Wewe ni Mungu unayestahili Bwana ibada zetu siku ya leo. Tumekusanyika mahali hapa Jehova ili tukuabudu. Tumekusanyika mahali hapa leo Jehova ili ukaweze kusema na maisha yetu. Bwana, angalia, machoni mwako tupo Jehova, uweponi mwako tupo siku hii Bwana. Tuomba kwamba mfalme wa amani, siku ya leo usitupite Bwana, ukatufanyie jambo katika maisha yetu kwa utukufu wa jina lako Bwana. Hata mahali ambapo imani yetu haifiki Bwana, hata mahali matarajio yetu hayawezi yakafika Bwana, twaomba kwamba asubuhi ya siku ya leo Bwana ukatutendee jambo ili tukawe na sababu ya kukuabudu. Wanao wameingia mahali hapa siku ya leo kwa ajili ya kusikiza kutoka kwako Bwana. Naomba kwamba Mungu wa Israeli ukazungumze na kila moyo ulio mahali hapa asubuhi ya leo. Pia wengine wanatutazama siku ya leo Bwana, pia nawaombea nikituma neno lako ya kwamba Bwana ukaweze kuzungumza na kila mmoja. Tunapoanza Bwana ibada yetu ya siku ya leo, tuomba kwamba Mungu Roho wako Mtakatifu akaandamane pamoja nasi kuanzia sasa mpaka mwisho, tukauone utukufu wa jina lako Bwana. Pokea sifa na heshima kwa kuwa wewe ni mfalme. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biamura somo nene. Amen. Ningependa kuchukua nafasi. Niko karibu sana nyumba ya monene. Erinde tonyare kuiwa kurwa Nyasaye. So may the Lord bless you this morning. Amen. So ningependa kwa muda mfupi ambao umesalia tukaweza kusoma neno la Bwana. So this morning ningependa we share a small portion of the word of God. And I know that Mungu kila wakati anapotukusanya mahali kama hapa huwa na sababu ya kutuleta mahali hapa. So Apostle, karibu sana unisaidie. Amen. So ningependa kwa muda mfupi ulio mbele yetu ili tukaweze kusoma neno la Mungu na tukasikie chenye Mungu anataka kusema na maisha yetu. So sometimes as men, oro kama wanadamu yeyote yule, there are sometimes we are strong, and in this life comes a time when we feel weak. So kuna wakati tuko na nguvu na kuna wakati mwingine tunaishiwa na nguvu.
Sometimes they feel weak. Bwana asifiwe. Hili tukaweze kujua kwamba kuna wakati tunakuwa na nguvu na kuna wakati mwingine tunaishiwa na nguvu. Tunaweza kuwa tumeitwa na kitu ndani yetu, tumefanywa kuwa watumishi, tumefanywa kuwa waumini, tumefanywa kuwa wale ambao wana imani na Mungu. Licha ya kufanywa kuwa wakuu, licha ya kufanywa kuwa Bwana Yesu asifiwe. So even the strong people sometimes feel weak. Tutajua kwamba even if strong men wanakuwa weak, but even in their weakest, the book of 1 Kings, yes. Naere omonyene akagenda ase eroro orogendo rueri tukelimo. Yes. Agaikaransa inse yomote okorokwa omorehemu. Agesabera nga akwe. Akabora bono monene aya aisanire. Yes. Ira obogima bwane. Ekiagera inche tindi omuyakobwa chisokoro chiane. Amen. Amina. Mahali hapa ambapo apostle amesoma, aiga somo apostle asomire, ni mahali ambapo tunampata mtumishi wa Mungu mkubwa. The Bible speaks of after doing great work of God, he was a mighty prophet of God. Kati huo alipokuwa anafanya hiyo kazi ya Mungu, bado kulikuwa na upinzani. Walikuwa na miungu yao, walikuwa na manabii wao. So Elijah akisema na wao wanasema, wale manabii wa Jezebel na Ahab, alipofanya ule muujiza na Mungu wao hakufanya chochote. Biblia inasema kwamba Mungu alipojibu kwa moto, Elijah aliwakamata wale manabii wote wa uongo na akawaua. So alipomaliza kuwaua, hapo alisimama, alikuwa mwanamke. Hapo na Jezebel walisimama. Jezebel alikuwa na nguvu nyingi. Akamwambia, vile umefanyia manabii wangu, kesho wakati kama huu, na hapa ya kwamba utakuwa na maisha. So Biblia inasema kwamba nabii wa Mungu Elijah akaingiwa na uoga. So anaingiwa na uoga wakati ameona Mungu akijithibitisha mwenyewe. Yani Mungu amemtumia, amefanya miujiza. Mungu amemtumia, watu wamekubali kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Lakini baada anaweza akashtuliwa na maneno ya Jezebel. Jezebel anaweza akamfanya akakata tamaa. Biblia inasema kwamba mahali tumesoma verse 4, na Elijah akatembea siku mzima kwa sababu ya uoga, kwa sababu ameogopa, amesema huyu mama ataniua. Tunaporudi nyuma kidogo, manabii wengine walikuwa washauawa.
bakonye baitirwe. So Elijah akaenda Iko Elijah akagenda. akaketi mahali chini ya mti, Akaikaransa asigete ise and yokote. he made a prayer to God. Akamenya kusaba kuchia sinya sai. He said, Agateba. he said, it is too much, Lord. He prayed. Agateba ayabono monene ayaisanire. Take away my life. Ira obugima bwane. Bwana Yesu asifiwe. Omwana Yesu This was a strong man of God. oyo no muntu olengeri nyanguru omuntu nyasai. Lakini amefikia mahali ameona amefika mwisho. Lakini bono ikiro mahali bono olesa Manabii wenzake wamekufa. aba bandi bamu abo basirire. Yeye licha kufanya miujiza bado anaandamwa. Ere mnonyekera akolire ebikone bado nkubwatu kwa. So akajiona kwamba hafai kuishi tena. Akasema kwamba Mungu, kama ni mimi peke yangu nitabaki, Mungu niue tu. Just take my life. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba akalala mahali pale. Ndio maana nilikuwa nataka tujifunze siku ya leo that even strong men feel weak. Wale unaowaaminia ya kwamba ni wenye nguvu, siku inakuja wakati wao pia uishiwa na nguvu. Wale waliokuwa juu, wakati unafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao pia unawapata wako hapa chini. Kuna wale ulikuwa unawategemea hata kwa msaada. Kuna wakati walikuwa wanakusaidia na kuna wakati wanaishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikiza mhubiri mwingine chuzi. Alikuwa anahubiri, anasema kwamba dunia ni mduara. Kila siku inazunguka tu. Mahali tuko leo sio mahali tutakuwa kesho. So alikuwa anasema kwamba kuna mtu alikuwa anaheshimika katika kijiji maybe. Wakati alikuwa na kazi kubwa, alikuwa na pesa nyingi. Miaka imeenda, amestaafu. Alikuwa anategemea pesa nyingi. Watu wengi walikuwa wanamtegemea as their source of help. Lakini wakati amestaafu, pesa upungua. Aliyekuwa ana handle pesa mingi. Sasa mhubiri alikuwa anasema amefungua kisiagi. A man that was handling thousands of money. Saizi anangojea wamama waende na 10 bob kwa wasiagie. Ni hali tu ya maisha. Kuna wakati unakuwa na vitu na kuna wakati unapungukiwa. So kuna wakati Elijah alikuwa na nguvu. Wakati alisema ya kwamba waje tutengeneze madhabahu, tuweke dhabihu juu, kila mtu aite Mungu wake, tuone ni Mungu wa nani anaweza jibu. Wakati Mungu wa Elijah alijibu, alionekana kuwa na nguvu nyingi, mpaka akaamuru manabii wa Baali wakamatwe. Sio kukamatwa tu, alikuwa na nguvu mpaka za kuwaua. Lakini anapomaliza, wapinzani wake tena wanaonekana wakiinuka na nguvu mpya. Jezebeli anamshtua na nguvu mpya, mpaka anafanya ombi kwa Mungu. Anamwambia Mungu, nimechoka, heri ukachukue maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati mwingine Mungu anaweza akatusaidia tukanenea watu mambo makubwa,
As an apostle, Mungu anaweza akakutumikia katika fellowship. Unaposimama mahali pale hata kuomba tu, watu wanakuwa na tumaini zaidi. Lakini kuna wakati majaribu yanakuja katika maisha yako. Kuna wakati Mungu anakuacha tu kidogo. Usisahau kwamba yuko Mungu. Bwana asifiwe. Usiishiwe na nguvu, jitie nguvu kila wakati. So wakati mwingine tunaweza choka kabisa. Tunaweza ona kwamba tumeishiwa. Hata kama wakati mwingine sisi ni wenye nguvu. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, Isaiah chapter number 40. It's a common verse that we know. Tutasoma verse tutasoma kuanzia verse number 30. Let's start from 29. Biblia inasema ya kwamba he strengthens those who are weak and tired. Verse number 30 inasema kwamba even those who are young grow weak. Bwana Yesu asifiwe. Vile tunajua vijana ndio nguvu yetu. Tunasema kwamba watoto wetu ndio nguvu zetu. Watoto wetu ndio nguvu zetu. When they are around us, we feel strong. But the Bible says even those youths ambao tunaona wako na nguvu, wanaweza wakaishiwa na nguvu. Anasema ya kwamba they can be exhausted. But there is hope that God gives us in verse number 31. Anasema, but those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. This is the hope that we should live in. Ya kwamba wale tunaomwamini Mungu, tujue ya kwamba there is a time tutakuwa na nguvu. Hata tunapoishiwa nguvu, hila tupage kama tumemtumainia Mungu. The Bible says that God will renew our strength. That is what God says. Ya kwamba atatupa nguvu mpya tena. Nataka niseme nini? Kuna wakati hata imani yetu inajaribiwa katika njia kama hiyo. Kama mtumishi wa Mungu Elijah alivyojaribiwa. Tunafaa tujue ya kwamba wakati ambao tumechoka, ule wakati ambao tunaona tumefika mwisho, hata kama tumefanya mambo makubwa, huo ndio wakati ambao Mungu huja na kutusaidia. Huo ndio wakati ambao Mungu huja na kutuondoa katika shida zetu. Tunachojifunza kutoka kwa hii hadithi ya mtumishi wa Mungu Elijah ni ya kwamba hata wenye nguvu wako na mahali wakiguzwa tu hivi wanaishiwa na nguvu. We have our weak points. Kuna mtu anaweza kuja akakuambia kitu kikasambaratisha moyo wako hata wakati uko na imani. Kuna mtu utasikia ya kwamba fulani na fulani wameketi mahali wamesema jambo fulani hata kama ulikuwa na moto.
amba nonya kwalenge n'omulero unahisi ya kwamba umeishiwa kabisa na nguvu. kwaigunga kwereru bonone chingo But there is hope this morning. lakini yokosemelia nkoro emambi ya That bona they that wait upon the Lord ngabali abamosemere shall tyomonene renew their strength. chinguru chaomba nchibe nchibanyara ko chiko nyigwa chikwewa chinya Bwana asifiwe. omonene yesaba Elijah ameitisha moto umetoka mbinguni. Elijah orange iliyo molero urure igoro Amewashinda manabii wa uongo. obwatire bali bali bobolimo Mungu amejidhihirisha kwake na nguvu nyingi. Watu Watu wamesema kwamba huyu ndiye Mungu anayefaa kuabudiwa, lakini bado anaweza akaishiwa na nguvu. Bwana asifiwe. So katika hali zote katika maisha haya tubwenere tutumanye ling'ana elimo gusabire tunastahili kujua neno moja ama mawili. inga obugima obo chinguru ndiro ogutwara nane ndiro oke uchinguru. Katika maisha haya kuna wakati ambapo tuna nguvu na wakati ambapo tunaishiwa. Egia kabiri tumanye ng'ali litwara iru chinguru. Jambo la pili tujue ya kwamba wakati ambapo tumepewa nguvu Nyasaye no aruyo gutobeka chinguru. Wakati tumeishiwa nguvu kuna Mungu ambaye anatutia nguvu. Amen. Amina. Maybe 2-3 people. Nataka tu tujifunze mtu mmoja wawili ambao pia walikuwa wenye nguvu, walifanya mambo makubwa. Licha ya hayo mambo makubwa bado wanaweza wakacharipiwa. Bwana asifiwe. Mtu wa kwanza tunayemsoma in the book of Jeremiah chapter 20 and verse 14. Posto ukipata utatusomea. Okay. Liragererigwe litukelyo naiboletwe litukolirya baba anyibolete libe litali nogosesenigwa. Amen. Bwana asifiwe. Mwana Yesu abakwe. Mahali hapa ambapo tumesoma asa igatwasomire ni Jeremiah, oyo Jeremia nabii mkubwa wa Mungu. Omubani ulio mwaneno Nyasaye. Mahali tumesoma anarahani ile siku aliyozaliwa. Kwa nini anarahani siku? Kwa sababu ya fitisho. Kuna mahali Mungu alimtumikia. Biblia inasema unaporudi nyuma kidogo kwenda verse 19, yani chapter 19, kuna mahali Mungu alizungumzia mtumishi wa Mungu Jeremiah, akamwambia vile atafanya. Ukisoma kwenda chini Jeremiah, yale maneno Mungu alimwambia amchukulie the priest of Bashar. Ekera wakati alimweleza yale mambo yote ambayo Mungu alimwambia, kwamba Mungu angeharibu ufalme wa Persia, alikuwa anaufunja kama udongo. So when he told them about the prophets ambayo Mungu alimpea, the priest akashikwa na hasira, akakuwa na uchungu mwingi na huyu nabii. So akamtishia. So alipoangalia maisha yake hivi akaona kwa vitisho vimekuwa vingi, akasema wakati mwingine hataweza kusurvive. So akaanza kukumbuka ile siku mama yake alimzaa. Akasema hiyo siku ilaaniwe kabisa. Ilaaniwe siku baba yangu alipata habari kwamba mimi ni mtoto kijana. So this was a mighty man of God.
Manyanga oyo omukolire A man that can prophesy. omuntu olekorwa obobani A great prophet from God. omubani omunene korwa si Mungu Nyasaye. anamtumika kusema mambo yanayokuja. Nyasaye akamutumia gukora mang'ana So, yakocha anapozungumza yale maneno, igokera kuona mang'ana ya baada anafika wakati anaraumu siku ya kuzaliwa kwa kuwa ameona mambo mengi. ingana ande bado ngo ikare lituko oragere lituko ibore What do we learn from this? inkitogo soma kuruga iga Ni kwamba maisha haya inga obogimo oboiga tunaweza tukapitia hali ngumu hata kama sisi ni Wakristo. ingana batoko nyari gwetera mang'ana makogo nonyotora abakiriya Hata kama sisi ni watumishi tunaweza tukapitia mambo magumu. nonyotora abakoreri nabo toko nyari gwetera mang'ana makongo Lakini unapoendelea kusoma historia hiyo, korende kokaendera kusoma mang'ana oyo Mungu hakumwacha. Nyasaye tamutigeti Hata mahali tulikuwa tunasoma hadithi ya Elijah, nonyekera astora kusoma mang'ana oyo ile inasema ya kwamba alipokuwa ameketi mahali pale akiwa amechoka na kukata tamaa, ebuku kego tabanga yara ikara astaria arosire agoyire akura moyo Nyasaye tamutigitira mutumite kegonkoru ikamulethera ndagira asali. Mungu hakumwacha alituma ndege akamuletea So chakula. that is God ambaye tunamtumikia. Oine Nyasaye togokora He knows what we are going through. nama eta yatogwetera As we are serving him, he knows everything. nonye mna tuisira stera nama yetekere Anajua machungu yetu, nama eta marora ito anajua maadui zetu wote, nama eta babisa baito bose anajua yale wameyapanga. nama eta berobeli yabo The same God Nyasaye yo is preparing a way nkoro nagende tokoro sienche ya kututoa katika shida hizo. yogo torusia seme chande yo Bwana asifiwe. Wanene yesaba kwe Tunasoma historia ya wana wa Israeli tokosoma magana bwa abana ba Israeli kwamba kuna wakati walikuwa wanalia katika nchi ya Misri, ngenga kinere ba so dase owenga emo chio Misri na kuna wakati Mungu aliwakomboa kutoka kwa mikono ya Farao. Nyasaye abatore tukurwa soko boko kwa Farao Biblia inasema ya kwamba walitoka Misri na furaha, ebukuyotanya barwete Misri bare no moche lakini walipofika katika bahari ya Shamu, ekeroba igete asenya nchiri tena furaha yao ikageuka ikakuwa kilio. kori bana bana ndo wanchoko kabekerero Watu waliotoka na ushindi mkubwa, abantu barwete Misri no kubuyobone watu walioona mkono wa Mungu vile ni mkuu, tena wakafika katika bahari ya Shamu, tena wakajipata wanalia. Biblia inasema kwamba Mungu pia akasikia kilio chao mahali pale na akawafanyia njia. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. He comes even when we are weak. Anakuja hata wakati tumefika mwisho, na anapokuja wakati tuko karibu na mwisho ama tumefika mwisho, anahakikisha kwamba tuko na furaha tena, anahakikisha kwamba tunasonga mbele, anahakikisha kwamba tunafanya hata mambo mengine zaidi ya yale. In the book of Jonah, chapter number 4 and verse number 3. Isato inye isato Yona inye isato igegoteba asayo aye bono nagosoroire inga orusio obugima bwane ontige inkwe ekiagera nigo erebuta asende inkwe erebusa asende inkwe kobwa erebuya I think it should be erebuya asende inkwe kobwa kogenderera koba moyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu abakwe. Hapa pia tunapata Jonah, aigana harongo nyona tole Yona, a mighty man of God. no mosombo Nyasaye. Mungu amemtumia Nyasaye omotumekire hata kama hakuwa anataka kutumika na Mungu, no nyata yete gotumeka na Nyasaye huenda katika mji wa Ninawi. kogenda omochoryo Nineve Ameenda mahali pale, ochira asali Mungu amemtumia, Nyasaye omotumekire watu wameokoka, abantu batorekire lakini hakuwa anataka hivyo. lakini tata yete igo Mungu amemtumia, amefanya mambo makubwa. Nyasaye okorera mangana manene Mahali ambapo tumesoma ase tuasomire tena, anarudi anaketi chini mahali. nando irano ikana asase Ukisoma verse number 2 anasema so he prayed, yake bungo gyakabera gotabanga na igo bona akamanya gosaba Lord, Nyasaye
didn't I say before I left home ngana tebete nyuma ntararwa that this is just what you will do? ingaya naro chikokora Hani anamuuliza Mungu, nilijua tu ya kwamba wewe ni Mungu wa rehema tu gotiga abantu bali basire, uko na mpango wa kuwaokoa. And honest, na Mungu alimtumika tu wakaokoka. Nabona ngo tebete nyasaye ntararwa nga nyasaye uchire nobuya ngato wali chikotika abantu bali basire nga goiko batolie. So walipookoka Wana kera batolekire. Anaona tena Mungu atamfanyia vizuri. Wana amenya koranga nyasaye taramakora. Sasa anamwambia Mungu niue. Bona akota nyasaye ngite. Bwana asifiwe. Bwana Yesu. Nyasaye tugusa asima, nyasaye bwa mabera. Mungu ambaye tunaabudu ni Mungu wa rehema. Amen. Amina. Sasa tororera mabera. Mungu watuhurumie. So tunaweza tukachoka katika maisha haya. Igo asubuhi mubona batokoya. Lakini Mungu nyasaye anaweza tena akatusaidia. Naanda bago tuachinguru chinya. Karibu nimalizie in the book of Job. Bona kerengo chikokolera igande ange No, that Job was a servant of God. Ekitabu kia Ayubu tumanya Ayubu no musombo nyasaye. Biblia inamzungumzia, inasema katika nchi ya Uzia. Ebu kuge komo kwanera yateba sense ili ya Uzia. Kulikuwa na mtu mmoja Umuntu yo mwana alengeo ambaye jina lake Ayubu. Alikuwa anamuogopa Mungu kabisa. Alikuwa anamheshimu. So Biblia inasema Job chapter number 3 verse 11, pia yeye anafika mahali anaomba. Ninki kiagerete tinakwera inda ya baba. Ninki kiagerete tinakwa ekerokeria na segete korwao. Bwana asifiwe. Mahali hapa ambapo tumesoma, Ayubu ameletewa habari. Ayubu aleterulia mangana kuhusu vile mambo, yani vile mambo yamefanyika, watoto wake wamekufa. Igoro ya mangana makonwa akorekanire paka wafanyikazi wote wamekufa. So marafiki zake wanamkejeli. Abasani ba enkomo sekereri bana komo chechelia. Alikuwa na vitu mingi, sasa hana kitu. Renge muonda lakini bwana tabu atikende. So Biblia inasema kwamba pia yeye akafika mahali akaona kwamba hakustahili kuzaliwa. Akaona kwamba hakukuwa na hata yeye kuishi. Anasema kwamba I wish I died in my mother's womb. All died the moment I was born. Bwana asifiwe. Kwa nini anasema hivyo? At this time wanaongea maneno haya, remember he was a mighty man of God, a blessed man of God. Now he has nothing. Bwana asifiwe. So anakumbuka vyote alivyokuwa navyo, and at this time hana chochote. Anasema Eli hata singeona hizi vitu, hata ningekufa tu. What do I want to say? Kwamba leo unaweza kuwa na vitu mingi, leo unaweza kuwa uko juu, kesho unaweza pata tena uko chini. Vitu vyote ulivyokuwa navyo vimepungua. Bwana asifiwe. Si eti Mungu amekuacha. No, Mungu bado yuko. Bwana asifiwe. Yeye huja kwa wakati ambao tumekata tamaa kabisa, wakati tumeona kwamba tumeisha. That's when he comes and he does something to our lives. Amen. Ya mwisho, in the book of Psalms chapter number 42. Psalms 42 verse number 11. There's something here David says. Aye omoyone naseki
kwabeire n'omwichano omonene nasiki otali n'obotoereru Yes. semeria Nyasaye igoni nyare komotogia naende ere ayare gotoereria oyore ogotoreka kwane. Amen. Bwana asifiwe. Igoni nyare komotogia naende ere oyore ogotoreka kwane na Nyasaye. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Huyu pia ni Daudi. Oyonere Daudi. Mtumishi wa Mungu pia. Mosombo Nyasaye. So mahali tumesoma anaongeresha moyo wake. Anasema, why am I even sad? Why am I troubled? Anasema, I will put my hope in the Lord. So kuna mambo yalikuwa yanamsumbua. Hata kama alikuwa mtumishi wa Mungu, mahali hapa ameishiwa na nguvu kabisa. Lakini amefika point ya kurealize kwamba bado kuna Mungu. So anajiuliza, kwa nini hata why am I so sad? Why is my heart troubled? Amemalizia kusema ya kwamba nitaweka tumaini langu kwa Mungu. Nitamtukuza tena yeye aliye mwokozi wangu. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie. Wakati tulikuwa na nguvu na wakati tumeishiwa na nguvu tukaweza kumtumainia Mungu. Tuweke tumaini kwake, tuseme kwamba hata kama tuko chini, tuseme hata kama tumeishiwa na nguvu, tuseme kwamba hata kama hatuoni njia, Mungu aliyewafanyia wengine njia, Mungu aliyewainua wengine, Mungu aliyemtetea Elijah, ni yeye yule anayeweza kututetea leo. Mungu aliyesimama na wengine. Bwana asifiwe. Mungu aliyepea wengine neema. Kuna wakati Mungu anatupea neema, tunatembea kwa neema ya Mungu. And there are times that comes in our lives ambapo unaona kwamba neema imepungua na Mungu ameinua wengine. Aliyekuinua wakati huo is the same God. Bwana Yesu asifiwe. So when strong people feel weak, God comes to renew their strength. Ninapomalizia niseme kwamba wacha Mungu aliye nguvu zetu, wakati tumeishiwa nguvu atutie nguvu. Najua kwamba Mungu alituumba tuwe wenye nguvu. Mungu ametuokoa, ameweka nguvu ndani ili tukaweze kuwahudumia wenye hawana nguvu. So mahali ambapo tumechoka, tujirudie kama Daudi. Tujiulize kwamba mbona tunachoka tu? Mbona tunakasirika? Mbona hatuna imani? Tomosemeri Nyasaye, tuwe na imani na yeye atatusaidia. Si Mungu awabariki. Ningependa tusimame juu ili tukaweza kufanya ombi la mwisho. Amen. Amina. So tukiwa katika hiyo hali ya maombi, napenda tu uchukue dakika moja uangalie maisha yako ya wokovu. Sisi wote tumeokoka. Uone mahali ulianzia, uone ule moto ulikuwa nao,
omuliro olikuwa bwate uone zile nguvu ulikuwa nazo, olole chinguru chilikuwa bwate utali kutaka kunyorue fellowship, ukuwa unataka kuchelewa utali katika kunyara shirika za kunyoru nyumbani ibada buneye, ukuwa unataka kuchelewa katika ibada haungechelewa kwa maombi, ngwale konyoru masabo orole gusena uri bado, uone ikiwa bado uko orole ungali gusena uko ubwato mukiori, uone ikiwa una nguvu zile none kere mbure gutwara gusenko ibure ngane tubaka ngende. hata wakati mvua inanyesha bado unaweza kuenda Kabla tuombe, tutarasaba orole gusenga nura aria se kwarenge guswaye ayo uri kwarenge omonyanguru kwaere iruchinguru tosabe. hebu jioji uangalie ni wewe yule ambaye ulikuwa mwenye nguvu uko bado pale. Bwana asifiwe. Bwana Yesu So wasifiwe. dakika moja tu Ile dakika yemo ligere lyobugima bwasi nini, angalia maisha yako orolenga zile nguvu ulikuwa nazo, uangalie uone ya kwamba zile nguvu ubuge chinguru chilikuwa bwate ile imani ulikuwa nayo, okosema liko likuwa bwate hata ungeambia mtu nikikuombea tu hivi unapona, ukwa rokotebyo omonto nango gosaberega kwa bwe bado ile imani iko. okosema liko raro gose Ile njia Mungu alikuwa anakutumikia, ichereria saya aroko tumeka bado Mungu anaweza akakutumikia leo. naende gose nago tumiaye Na kama hauko mahali pale, anya to yororo tufikirie kama Daudi, tiatorengere limu na David tumwambie kama Mungu, tomoto inganya saye tunataka kurudi kwako. ntutagete tuira nasore Tunajua ya kwamba tuko vile tulivyokuwa, ndomanyete nga ntuli buna twarenge tunahitaji Bwana ukarenew our strength togane tinya saye to chinguru chinya in the name of Jesus. asiri taria Yesu. Father Lord, we thank you. Omwana saye twakwere We na bless your name, O King of glory. taliao You are mighty, Jesus. aene yo munyanguru wa We monene thank you for your word. twakwere liria se byase nchiringa na liao Lord, we are afraid this morning bona mambinya saye twasomire ya kwamba hata wenye nguvu ngano onye nabe chinguru waliofanya miujiza, bakolete bikone binene mtumishi wako Elijah omoko musombo we Elijah aliyeitisha moto ukatoka urangire mbinguni, tio mulero karuigoro aliyewaua manabii wa Baali, oyiteta bani babali aliyeona mambo makubwa Bwana uliyoyatenda. Biblia imesema kwamba alifika mahali akaishiwa na nguvu. Jehova, pia sisi kama watumishi wako wanao uliotuita kwa makusudi yako Bwana, kuna wakati tunaishiwa na nguvu, kuna wakati tunalemewa na hali za dunia hii. Bwana, ombi letu asubuhi ya leo ya kwamba kila siku, kila saa, kila wakati Bwana ukatutie nguvu, uje katika unyonge wetu Bwana. Wakati tumechoka Mfalme, ukatushikilie, kwa kuwa Bwana tumetumainia kwako. Na neno lako limesema katika kitabu cha Isaya ya kwamba hata vijana wanaweza wakachoka. Wale wanaotumainiwa kuwa na nguvu wanaweza ishiwa na nguvu, ila wale wanaokutumainia Bwana, Biblia inasema kwamba utafanya nguvu zao kuwa mpya. And that is our prayer this morning, that our God who art in heaven, may you renew our strength in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, ili Bwana tukaweze kuyafanya yale makusudi uliotuitia Jehova. Najua ya kwamba utatuweka mahali hapa bure. Kuna Ahabu wanaoinuka kinyume nasi, kuna Jezebel, na kuna wengine Bwana sauti zao zinatutisha. Tuomba kwamba Bwana ukainuke, ukatutetee katika jina la Yesu, ukatupiganie katika jina la Yesu. Chochote kile Bwana ambacho kinatufanya tunakufa mioyo, ukakiondoe, ukatutie nguvu, ili tukaweze kuyatimiza makusudi yako. Bariki wazee, bariki wa mama na vijana wote ambao wako mahali hapa, hata wale wanaotutazama Bwana, waliokuwa na nguvu na wameishiwa na nguvu, ukawatie nguvu mpya
chinguru chinya kwa utukufu wa jina lako. asobonene bwereta lyao Pokea sifa Bwana, kwa kuwa wewe ni mkuu. obonene chingo sengichaye no chinguru Wewe ni mkuu sana Bwana. ayenya sawo monene mono Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. asi Yesu Kristo tuwasabire na kwegena. Amen. Tiganya Amina, saa tubeke amina. chinguru chinya. Wacha Mungu awatie nguvu mpya. Tumanyenga na waneka tokoera chinguru tali ntwa batangani. Tujue ya kwamba tunapoishiwa nguvu sisi sio wa kwanza. Amen. So ningependa tuweze kutoa sadaka zetu Tutoe sadaka ya ito. tunapotawanyika kwenda Sunday school. Kero toko genda sebirasi bito bya Sunday school. Mungu atubariki wote. Yo manena abasese. Amen. Amina. Tukitoa sadaka zetu tukimaliza tutasimama juu tuombe tuende Sunday school. Amen. Tusimame wote tuombe. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema, Mungu mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako Bwana, ya kwamba hata wenye nguvu wanaishiwa na nguvu, lakini Bwana unawatia nguvu mpya. Ndilo ombi letu siku ya leo. Wanao Bwana wamekutolea sadaka zao, naomba kwamba Bwana ukazipokee. Tunapotawanyika kwenda Sunday school, Bwana uwe nasi. Tutakapomaliza tena tuone wema wako. Ibada zetu tumezikabidhi mikononi mwako. Bwana, Roho wako akatuongoze kwa kila kitu. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Bwana tuminyoke kuji Sunday school asili ya Yesu Bishop.